Tunazungumzia mabingwa wa kihistoria, mabingwa ambao wameweza kutinga na kuweza kupata nafasi ya kuweza kushiriki katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, huku wakiweza kutinga katika hatua ya fainali ya kombe la FA na kuweza kumaliza kwenye ligi kuu Tanzania bara wakiweza kushika nafasi ya pili. Unafahamu hayo ndio mafanikio ambayo wameweza kuyapata Young African. Pia usisahau na kombe la Mapinduzi waliweza kulibeba wao kwa kuweza kumpiga mtani wao kwenye mikwaju ya penalty. Sasa unafahamu msimu uliopita Young African mwishoni makali ambayo waliweza kuyashuhudia kwa wachezaji, ubora wa Young African uliweza kushuhudia mpaka kuweza kufanya maajabu yote ambayo waliweza kutokea mwisho wa msimu wa 2020-2021. Sasa maboresho ya kikosi yameanza kufanyika kwa ajili ya msimu ujao, kwa sababu Young African anashiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, pia anashiriki mashindano ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na makombe mengine ambayo atakaamua kuweza kushiriki. Basi kupitia anazungumzia wadhamini wa klabu hiyo GSM wameendelea kuweza kufanya usajili mzito, usajili wenye mahana kabisa, na unaambiwa ni usajili wa matakwa ya kocha, na sio kwamba wao ndio wametaka, bali kocha ndio anataka wachezaji fulani ili kuweza kuitengenezea kikosi chake kiwe bora kabisa. Sasa unafahamu usajili ambao unafanywa sasa hivi kama nilivyokuambia kwa ajili ya msimu ujao, klabu bingwa na makombe mengine. Sasa unafahamu issue ya Kisinda kuweza kuondoka Young African na kuweza kuuzwa kule nchini Morocco kwa ajili ya kuweza kwenda kuangalia maisha yake sehemu nyingine. Sasa Young African mashabiki zake kwa wanajiuliza kama Kisinda anaondoka, na ni moja kati ya wachezaji hatari kabisa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Unaambiwa pia kuna watu wamefurahia kuweza kuondoka Kisinda. Unaambiwa kama kuna mabeki wa timu za ligi kuu walifurahia kusikia Kisinda ameuzwa kuelekea RC Bakeni huko Morocco. Sasa unaambiwa kwamba watu wanajiuliza kwamba mbadala wa Kisinda atakuwa ni nani? Sasa unaambiwa kwamba shughuli tayari imeshaweza kupata mwenyewe. Sasa unaambiwa kwamba inaweza ikawa ni habari mbaya kwa mabeki wa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu unaambiwa kwamba tayari winga atali Jesus Moloko kutoka AC Vita Morocco, ni unaambiwa kwamba ni aina ile ile ya Kisinda, ana kasi na huyu ni bora zaidi katika eneo la mwisho, yani katika eneo la umaliziaji. Unafahamu Kisinda kidogo alikuwa na changamoto katika eneo la kiumaliziaji, lakini huyu unaambiwa pia kwenye kufunga pia yumo. Kwa hiyo unaambiwa kwamba huyu anachukua nafasi ya Tuisila Kisinda ambaye ameweza kuondoka kuelekea huko Morocco. Unaambiwa huyu jamaa ameweza kusajiliwa kwa dau la shilingi milioni 380 ambao ameweza kuitoa anazungumzia GSM kwa ajili ya kuweza kupata saini ya kiungo huyu hatari kabisa, rasmi kabisa ameweza kutambulishwa pale kwenye kikosi cha Young African ambacho kinaelekea Morocco kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao klabu bingwa, ligi kuu na makombe mengine. Sasa rasmi kabisa naye pia ameweza kufunguka hapa, nazungumzia bwana Jesus Morocco baada ya kuweza kupata kandarasi hiyo ya kuweza kutumikia Young African kwa misimu mitatu. Ameweza kwa kuweza kutoa tamko zito upande wa Simba. Unafahamu pia wanatambua kwamba ligi yetu pia wakija wanajua kwamba mshindani na wa Young African ni nani. Kwa hiyo akaweza kutoa statement kwa kusema kwamba natambua mashabiki wa Yanga wanataka nini, basi mimi nautaka ubingwa. Akaweza kutoa salamu upande wa pili wa wekundu wa Msimbazi. Weka maoni yako kwenye upande